Mimi hivi sasa nimeamua kuwa baba wa mfano. Moja, kuachana na mambo ya ukeketaji. Pili, kupeleka watoto wote wa jinsia zote shule bila kubagua wa kike na wa kiume. Watu mwanzoni walinishangaa, lakini sasa hivi watu wamekwisha zoea na watu wengi wamebadilika. Na hii yote ni kwa sababu mimi niko kwenye kundi la baba wa CDF. Mimi kwa kweli niko kwenye familia, hata watu wengine wanatamani, sababu huyu baba tunasaidiana, hata kulea watoto tunasaidiana. Mume wangu anavyonisaidia kazi, paga napata hata muda wa kupumzika. Kwa familia nyingi wasichana kama mimi walishaolewa, ila namshukuru Mungu kupitia wazazi wangu sijaolewa na ninaendelea kusoma. Niliamua kusomesha watoto wa kike baada ya kuona jinsi mfumo dume ulivyoathiri jamii yetu kutoka huko awali, kabla hatujapata elimu hizi za dunia na elimu za madhehebu na elimu za akina baba wa CDF. Sasa tukasema tubadilike na watu wengine wajifunze kutoka kwetu. Sasa toka tumefanya hivyo kumekuwa na mafanikio. Angalau kwanza elimu inasaidia mtoto wa kike asiolewe akiwa mdogo. Kadri anavyomaliza la 7 na miaka 13, 14, akiongeza elimu ya form 4 Mungu akimjalia anamaliza na 18 au 19 au 17, akibahatika kuingia chuo, umri nao unasogea na anazidi kukua kimwili na kiakili na anaweza kuwa na maamuzi yaliyo sahihi. Huo ni muda wa mabadiliko. Na unapokuwa baba lazima uwe kioo, uonyeshe njia zilizo sahihi za kupeleka watoto shule, ya kushiriki katika shughuli mbalimbali bila kubagua hizi ni kazi za kike wala za kiume. Unashirikiana na mama na watoto kufanya hizo shughuli. Na ni lazima wafundishe watoto kazi za muhimu ambazo zitawasaidia maishani mwao, ikiwemo kuwapa elimu na ujuzi mbalimbali, ili hatimaye familia isonge na taifa letu lizidi kujengeka na lisonge mbele.